ولا أتكلم في هذه الأفقن مع السنغال في هذه الوقت وتمشى إبراهيم دياز وبانيقا ولا أتحيل في هذه الوقت تمام. Katika kitu kikubwa ambacho nimetaka kukizungumzia hii leo ni mara baada ya taarifa ambayo kwa upande ambao tumetaka Senegal washinde lile kombe, hatujafurahishwa hata kidogo, mara baada ya kauli ya FIFA pamoja na AFCON kuitaka timu ya taifa ya Senegal kutoshiriki kombe la dunia lijalo, huku akimfungia kocha mkuu wa timu hiyo mara baada ya kuamuru wachezaji wake kwenda vyumbani mara baada ya tukio la penalty muamuzi kuiweka kati, jambo ambalo linaonekana kama limezua taharuki. Na mara baada ya Sadio Mane kurudisha wachezaji uwanjani, Ibrahim Diaz alikosa penati, jambo ambalo litafsiriwa kama alishinikizwa kutokana na pressure iliyokuwa uwanjani pamoja na mashabiki wa Senegal kufanya vurugu wakati penati ikipigwa. Na kuna baadhi ya watu walienda mbali kabisa na kusema kwamba ile penati ilikuwa imepangwa, Ibrahim Diaz alitakiwa afanye vile ili kuiokoa timu ya taifa ya Morocco pamoja na maslahi yake binafsi, kitu ambacho kwa sisi tulitaka Morocco afungwe, hatukubali nacho hata kidogo. Swali linabaki, je, vipi kama Mendy angeenda pembeni na goli lingeingia? Kama angetaka kukosa sangetoa nje, kitu ambacho ni ngumu sana kukiamini, lakini hivyo ndo zilivyo propaganda mpaka sasa. Na kikubwa ambacho mimi nimekiona ni baada ya dhuluma kufanyika na kutokwenda jinsi ambavyo wao walitaka, kwa sababu lengo kubwa Morocco kuandaa ile michuano huenda ilipaswa achukue yeye, kutokana na miaka takriban 40 ama 50 hajachukua ile kombe, alichukua mara moja tu. Hivyo ilipangwa kwa namna yoyote Morocco achukue, kwani wameendaga na makubwa sana, jitihada nyingi kufanyika kuandaa ile michuano, lakini kitu ambacho kimefanyika hata wao hawakutegemea. That's why wanakuwa na tapatapa. Na kikubwa zaidi ambacho kimewachukiza wa Afrika wengi na baadhi ambao watu wasiopenda ubaguzi ni mara baada ya taarifa mbalimbali ama kauli ambazo wamekizitoa baadhi ya wachezaji wa Morocco, lakini pia hata wananchi pamoja na vyombo vya habari mbalimbali kusema ya kwamba Morocco ama bara la Afrika halistahili kuwa na taifa kama Morocco, kitu ambacho kimetafsiriwa kama ubaguzi. Wamesema hivyo kwa sababu wanajiona labda wao they are very special, na wamesema hususan wanataka wajitoe katika bara Afrika kwenye upande wa michezo na kwenda bara la Ulaya, kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu wapo Afrika. Lakini hata pia Musepe ametoa kauli ya kusema kwamba lengo la kuwepo shirikisho la soka la miguu la Afrika CAF ni kusikiliza baadhi ya malalamiko kama hayo. Kwa hivyo uchunguzi utafanyika kwa kile ambacho wamekidai kitafanyika, na at the end of the day watakuja na hukumu kitu gani kitachotokea. Lakini at the end of the day kitu ambacho tunajua na tumefurahia nacho ni Senegal kuchukua lile kombe. Na unaambiwa sasa huko Senegal kulikuwa kuna shamla za kutosha mara baada ya Mwali kurudi katika taifa lao, na mara baada ya hapo akafika Ikulu na rais wao akawasaidia zawadi nono takriban dola 3,000 hivi na kiwanja kwa kila mchezaji mmoja wa taifa hilo. Na kwa sasa Ibrahim Diaz ndio ambaye amebeba ama ni kama mbuzi wa kafara aliotolewa kwa taifa la Morocco, kwa sababu ndio lokosa penalty, japo wengi wanasema ilipangwa na vitu kama vile, lakini hataki kuamini. Dhulma wamefanya sana Morocco, japokuwa wanalalamika sasa, lakini wanasemaga anayekuja kufanya mwishoni ndio aonekana mbaya. Dhulma na Tanzania, dhulma na Cameroon, dhulma na timu kibao. Na sio katika michezo hii tu, kuna michezo kibao tayari walishaye kufanya dhulma. Na hata mchambuzi mmoja wa michezo mkubwa duniani alishaye kusema kwamba alishawahi amesema kwamba kilichotatiza michuano hii ni inaonekana waamuzi waliochezesha ile michezo ni wana upeo ama uwezo mdogo kuliko michuano yenyewe. Sasa sijajua kama shirikisho inabidi liandae waamuzi na kufanya tathmini ama walete waamuzi kutoka nje. Sidhani kama kitu ambacho kinawezekana, lakini kikubwa waandae marefa ambao watakaweza kuchezeshwa kwa weledi kabisa. Na kitu kikubwa ambacho watu wengi hawakukifurahia ni kuonekana kama VAR ipo kwa upande wa Waarabu tu ama kwa wakubwa, lakini wadogo ama timu changa zinapopata matukio kama yale ya utata, VAR imekuwa haitumiki kabisa. Na ndio maana hata siku ile Senegal hawakugomea penati, na naamini hata sisi tunakubali kwamba penati ilikuwa ya halali. Lakini vipi kwa goli ambalo likataliwa kwa upande wa Senegal? Ilisemekana Hakim amesukumwa. Sisi pia ilitokea kwa Tanzania, mbona sisi tulisukumwa na kocha wao akasema kwamba eti Dinaro alikuwa na kilo ndogo, alikuwa na kilo 50. Je, Hakim naye alikuwa na kilo ndogo? Mbona it makes sense? Lakini at the end of the day ikatokea hivyo. That's why school ya Senegal wakaamua kufanya vurugu, kitu ambacho wao walikiona kama haki kwa upande wao. Na hata mchezaji nguli mmoja wa Afrika Spined Drogba ama nani alisema kwamba walichokifanya Senegal walistahili, kwa sababu hata yeye alikuwa apendi kuona akionewa uwanjani endapo dhulma itafanyika. Kwa hivyo mpaka sasa kitu kikubwa ambacho kinaonekana
kocha wa timu ya taifa ya Senegal kufungiwa na pia timu ya taifa ya Senegal kutoshiriki michuano ya kombe la dunia lijalo, na chengine inaweza ikafanyika tathmini kwamba mashabiki walifanya vurugu, huenda shirikisho ama timu ya taifa ya Senegal ama ikalipishwa faini kwa kile ambacho kimetokea kwa mashabiki wao, lakini kwa mpaka sasa taarifa ndio hizo. Lakini all in all, sisi wote tumefurahi, wa Tanzania kiujumla, wa Afrika kiujumla, kwa sababu tulikuwa against Morocco. All of us walishia kusema kwamba wao sio wa Afrika hata katika michuano ya kombe la dunia iliyopita, na walianza kupata jeuri baada ya kuwafunga nahisi kuwafunga Ufaransa, wakawafungaga timu ya Ronaldo Ureno na timu nyingine sijui vile, na hata Spain walitoka nao sijui sare, wakaanza kujua nao the giant of Africa, na kuna baadhi ya clip mbalimbali walikuwa wanatumok kama majani wakirusha ndizi nini, kwa ni ubaguzi fulani hivi ambao unaendelea sasa. Kama michuano ya kombe la dunia litaandaliwa kwao, nilisikia kwamba kuna tetesi huenda michuano ya kombe la dunia mwaka 2037 sijui na ngapi, huenda ikafanyika nchini Morocco. Sasa hapo naona kama kuna mazingira mengine tena kutengenezwa, lakini all in all michuano ilikuwa mizuri, waliandaa vizuri vya kutosha, lakini kwa kile ambacho Infantino amekisema sidhani kama kitakuwa kizuri kwa mustakabali wa timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu wakiendelea kufanya hivi kila siku itakuwa kama wanawapendelea, na kikubwa ndo hicho tu ambacho nimekuandalia. Unaweza kutuandikia maoni yako, kwa upande wako unadhani maamuzi ya Infantino pamoja na shirikisho la soka la CAF pamoja na FIFA limefanya sawa kuwafungia Senegal kutoshiriki michuano ya kombe la dunia pamoja na kumfungia kocha wake, na kama adhabu zingine zitatokea ama kipi kifanyike baada ya hapa? Shiriki nasi maoni yako hapo chini kupitia channel yetu ya YouTube as Jecha Media, lakini kikubwa usiache kusubscribe ili kwanza kupata habari zote moto moto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi. Kwa hana mwingine zaidi, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, X na kwingineko as Jecha Media. Nikutakie uendeleze siku njema, wala takhalam fi hadhihi alwaqti tamashal hadhihi alwaqt.